walivyoongea mara ya kwanza, nyimbo ilikuwa ni number 1 kwenye digital platforms zote. Hiyo ni upande wa Tanzania. Ukienda kulikuwa kuna Mozambique, kulikuwa kuna Kenya, Oman, hizo zote hadi Faransa nyimbo ya Nigeria ilikuwa imeshika namba 3. Mambo vipi na karibu sana mtu wangu wa nguvu, rafiki yangu, familia wa 69 Media Pro. Nipate kujuza updates entertainment. Tunakumbuka story ambayo mpaka hivi sasa inaendelea mitandaoni kutokea jana. Ni kuhusiana na story ya Mbosso na ngoma yake ya DJ kushushwa YouTube na msanii ambaye anajulikana kama Mobutu kushtaki kwamba ngoma ya DJ imekopiwa na ngoma yake ya Mr DJ. Sasa digital manager wa Mbosso ameweza kuzungumza, ambaye ni Shedrack Geoffrey ama Mesut Shedero. Ameelezea kwa undani sakata la wimbo wa DJ kushushwa YouTube na msanii aitwaye Mobutu, na pia ameweza kuthibitisha kuwa msanii huyo kakamatwa na sasa anashikiliwa kituo cha polisi Oysterbay jijini Dar es Salaam. Na amezungumza mengi kwa masuala mazima, jinsi ambavyo amefuata masuala ya sheria ilipokuwa ikiongoza. Na tujikumbushe pia Mbosso aliweza kuposti kwa siku hii hapa ya leo picha ya kituo cha polisi cha Oysterbay na akaandika day 2, ikawacha watu wanajiuliza kwa nini Mbosso kaposti kitu kama hicho. Sasa kumbe sababu ya kuposti vile tayari tumeshaelewa, na tayari digital manager ameweza kufunguka na kusema kuwa mtu huyo ambaye ni Mobutu aliyehusika kuishusha ngoma ya Mbosso ya DJ kule YouTube ambayo ilikuwa ikifanya vizuri na kuendelea kusimama kwenye trending kwenye platform zote za muziki, kwa sasa amekamatwa Oysterbay, Dar es Salaam, kituo cha polisi. Sasa huyo hapa digital manager wa Mbosso Kani akizungumza kuhusiana na sakata zima la DJ kushushwa kule mjini YouTube. Walivyoongea mara ya kwanza, nyimbo ilikuwa ni number 1 kwenye digital platforms zote. Hiyo ni upande wa Tanzania. Ukienda kulikuwa kuna Mozambique, kulikuwa kuna Kenya, Oman, hizo zote hadi Faransa nyimbo ya Nigeria ilikuwa imeshika namba 3 kwenye Nigeria, kwenye charts za audio mark. Kwa hiyo the song was blazing out, afu yeye akawa amekuja kuikatisha katikati. Kwa hopefully hapo utaelewa kwamba kuna some source of revenues zote hapo zinakuwa zimeshafanya nini, zimekata. Pili, tulikuwa tumetangaza tour, hopefully mliona tumetangaza tour, na baada ya hiyo tour ni kwamba baada ya kutangaza tumeshafunga deals nyingi sana hapo, almost reaching deals 10 kwa ajili ya tour ya DJ. Hiyo hapo pia inaharibu pia branding wise na brand reputation ya msanii imekuwa bossed up. Kuja wewe tokea Mbosso anaanza kufanya muziki wake, case kama hii ndio case ya kwanza ambayo inakuja na rise, especially upande wake. Kwa hiyo branding wise kusema msanii kama Mbosso ameiba nyimbo, umeona, in which the fact ambayo hajaiba hiyo nyimbo, hiyo na yenyewe inafanya nini, inakuwa inaharibu branding yake. Investment ambayo inafanyika sasa hizi kwenye muziki wetu ni investment kubwa sana. DJ kuanzia production yake, kuja video shooting and everything, zimekosa almost even 70 million. So kishakuja kukuta mtu anaisimamisha nyimbo yako that's for no reason. Unajua ni heri mtu asimamishe nyimbo akiwa ana fact. But when a person is doing that thing without a fact, inakuwa ni kitu ambacho hakiko sahihi. Sasa kaenda hadi kwenye $150 kwa sababu we had almost like 4 to 5 bookings za nje ya nchi, umeona, ambazo zilikuwa na zenyewe zinafanya nini, zinakuja upande wetu. Kwa watu wenyewe tu kwenye conversation, wao wenyewe wote wamefanya nini, kama wamestart kutokana na hii issue ambayo anafanya nini inaendelea. Ambapo tukiweka kwenye hela kibongo ni kama milioni ngapi hizo? Hiyo $150 ni almost kama milioni ngapi? 400 na faida kutokana na rate ambayo ipo sahihi. Ya ina lejumo. Kwa milioni 380 na huko ndio ina range huko.